Hatimaye juma lililopita, ulimwengu umeshuhudia kanisa Katoliki likihitimisha safari ya maisha ya hapa duniani ya Papa Francis. Huyu ni mzaliwa wa huko Buenos Aires, Argentina, ambapo mnamo Disemba 17 mwaka 1936 katika familia yenye asili ya Italia ndiko alikozaliwa Papa Francis. Jina alilopewa na wazazi wake ni Jorge Mario Bergoglio. Alikuwa papa na mkuu wa kanisa Katoliki kutoka mwaka 2013 hadi Aprili 21, 2025 alipofariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Alikuwa papa wa kwanza Mjesuit, pia papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini na papa wa kwanza asiye mzungu katika zaidi ya miaka 1000. Upapa wake ulijitambulisha kwa msisitizo wake juu ya unyenyekevu, huruma na mageuzi ndani ya kanisa, pamoja na kuzingatia haki ya kijamii na hali mbaya ya maskini. Bergoglio aliitiwa moyo kujiunga na Wajesuiti mwaka 1958 baada ya kupona ugonjwa mbaya. Alitawazwa kuwa kasisi wa Kikatoliki mwaka 1969 na kuanzia mwaka 1973 hadi 79 alikuwa mkuu wa jimbo la Jesuit nchini Argentina. Alihudumu kama mkuu wa jimbo wa Jesuit huko Argentina, kisha kama askofu msaidizi wa askofu mkuu wa Buenos Aires, na mwaka 2001 akawa kardinali. Alichaguliwa kuwa papa tarehe 13 Machi 2013 baada ya kujiuzulu kwa aliyekuwa papa wakati huo, Papa Benediktini wa 16. Upapa wake ulikuwa na sifa ya kufikika zaidi na kuhusishwa na ofisi, kwa maana ya kuwa karibu na ofisi, ikiwa ni pamoja na chaguo lake la jina la Francis kwa heshima ya Mtakatifu Francis wa Asisi. Alijulikana pia kwa unyenyekevu na maisha ya kawaida. Alichagua kuishi katika nyumba rahisi ya wageni ya Vatican badala ya vyumba vya kifahari vya papa. Baada ya kifo cha Baba Mtakatifu Francisco tarehe 21 Aprili, Vatican sasa itakuwa na kazi mpya: kuchagua nani atarithi uongozi wa miaka 12 wa askofu wa Roma na mkutano wa conclave. Kardinali Kevin Farewell alithibitisha kifo cha Papa Francisco akiwa na umri wa miaka 88 mapema asubuhi ya Aprili 21 katika taarifa yake kutoka huko Vatican, na sasa kutakuwa na muda wa maombolezo kabla ya mchakato wa mchujo utakaohusisha Baraza Kuu la Vatikani na makardinali wapatao 135 wanaostahili kushiriki katika kongamano hilo. Mapapa huchaguliwa na jopo la makardinali, viongozi wakuu wa kanisa, wanaitwa huko Vatican kwa ajili ya uchaguzi wa kipapa au conclave. Makardinali walio na umri zaidi ya miaka 80 hawawezi kushiriki katika kura hiyo. Makardinali hao hufungiwa mjini Vatican hadi hapo watakapoafikiana. Kongamano hilo ambalo kwa kawaida huanza baada ya wiki 2 za maombolezo, jopo la makardinali au chuo cha makardinali kama inavyojulikana kikikusanyika katika kanisa la Sistine Chapel of Vatican ili kupinga msururu wa kura kumchagua papa ajaye. Ikiwa wingi wa 2/3 umefikiwa, msimamizi wa sherehe za kiliturujia huingia kwenye Sistine Chapel. Baada ya kila duru ya upigaji kura, kadi za kura huchomwa moto, kemikali huongezwa ili kufanya moshi kuwa mweusi au mweupe. Na moshi mweusi unaashiria kura ambayo haijakamilika, wakati moshi mweupe ukimtangaza papa mpya. Na mara baada ya moshi huu mweupe kutokea juu kabisa ya jengo hili, ndipo maelfu ya Wakatoliki waliokusanyika katika viwanja vinavyozunguka jengo hili hupiga mayowe ya shangwe na kusherekea kupatikana kwa papa mpya, ambaye baada ya hapo atatokea kwenye mlango mdogo juu kabisa ya ghorofa ya jengo hili na kutoa baraka yake ya kwanza kwa waumini wa Kikatoliki
walioko katika eneo hili. Buriani Papa Francis, maisha yako yaliathiri dunia kwa namna ya kipekee kwa mafunzo thabiti ulioyaacha, si tu kwa Wakatoliki bali katika ulimwengu mzima. Ripoti hii imeandaliwa nami Man Kevin Mbaga, ikihaririwa na Alfred Sindani.